amevurugwa, na nitakwambia ukweli. Nitakuja kuambia kuna wazee fulani nilikuwa nazungumza nao, lakini miaka ya nyuma, ndugu yangu, ilishawahi kutokea kitu cha ajabu sana. Huyu Mange Kimambe mnayemuona huyu alikuwa mtoto wa baba. Yaani maana yake yeye ni mtoto baba yake. Siku moja usiku alikuwa baba yake, mama yake na Mange akiwa mdogo hapa Tanzania, wala sio nje. Hapa Tanzania. Na ni kipindi cha Mkapa. Kipindi cha Mkapa. Miaka ya 2090 kitu. Utaangalia. Kwa hiyo Mange Kimambe yule baba yake alilawitiwa mbele yake. Naomba unielewe. Na ipo. Hata yeye mwenyewe anasema. Yaani maana yake uko ndani wewe na baba yako, tena mtoto wa kike, baba yako analawitiwa mbele yako. Anafanyiwa kitu mbaya mbele ya mtoto. Maana yake yule mtoto hata kuwa kwenye psychological hawezi kuwa salama hata kidogo. Na ndio maana Mange amevurugwa, tofauti na wadogo zake wa kushuhudia hicho kitendo. Uje kushuhudia live babako analawitiwa. Ndio maana babake Mange mzee Kimambi alipomaliza ile issue alijiua, kama unakumbukumbu. Na wazee wapo hapa Buguruni, ukitaka kupeleka, ukitaka warekodi wazee ambao hicho kitendo walikifanya, wapo wengine hawajafariki. Walimfagia baba yake, walimlawiti mbele ya Mange Kimambe. Kwanza kabla ya kumzungumzia Mange Kimambe, lazima kwanza tujue historia yake. Baba yake amelawitiwa mbele yake na mama yake. Maana yake psychologically huyu binti hawezi kuwa sawa. Yaani huyu binti atachukia Watanzania wote. Na ndio maana anatamani taifa la Tanzania lipigane. Alishawahi kuomba maandamano, yeye akashindikana huko nyuma, akaomba tena maandamano yakashindikana, na sasa hivi ameomba maandamano tarehe 28. Wakati tarehe 29 tunapiga kura tuna Oktoba tunatiki ile. Ya Oktoba tunatiki mwezi Oktoba. Sasa Mange Kimambe anaomba siku moja kabla ya uchaguzi ilipo maandamano. Sasa nimemuona hizi bla bla zake siku nyingi sana. Na unaona maisha yangu sijawahi kumsema mtu ambaye babake amelawitiwa. Sijawahi. Na sitaki kumzungumzia mtu ambaye amefrustrate, amevurugwa, anajiuza Marekani. Sijawahi. Yeye na mtoto wake wanajiuza Marekani. Sijawahi, sitaki kuzungumza. Lakini leo umeniruhusu nizungumze. Kwa hiyo huyu binti babake alilawitiwa mbele ya mashahidi ambaye ni yeye mwenyewe. Lakini naomba nikwambie hivi, masuala ya silaha, ndugu yangu, masuala ya silaha, hakuna kitu ambacho taifa itafanya mesa na kitu ambacho taifa litagengeuka kama masuala ya silaha. Silaha haziwezi kuletwa na mtu binafsi, ndugu yangu. Hakuna tenda ya silaha. Kuna tenda ya nguo za kijeshi, kuna tenda ya buti za kijeshi, kuna tenda lakini sio silaha. Unahitaji silaha wewe? Hakuna mtu anaita silaha. Silaha ni masuala ya kijeshi. Hayo ni system ya kijeshi. Na ndio maana nakwambia hawa watu ukiangalia connection yao, pole amezungumzia masuala ya silaha kidogo, ameyagusia akayaacha. Mange Kimambe ameyazungumzia. Lakini huyu Mange ana frustration, amepigwa na kitu kizito, babake alaitiwa. Leo hawezi kuwapenda Watanzania, na ndio maana leo anaamua kugusagusa. Naye amegusia kuhusu Angela. Amegusia utawasikia tu leo anazungumzia hiki, kesho anazungumzia hiki. Yaani wao ndio wenye ushahidi mwingi Tanzania ambao ni vitu vya uongo kabisa. Taifa hili linaenda, wanatamani tupigane, lakini bahati mbaya taifa hili haliwezi kupigana ni kwa sababu taifa hili Mwenyezi Mungu anaendelea kulibariki. Kwa hiyo masuala ya silaha ni masuala nyeti sana. Hatuwezi kuyazungumzia tu kiolela. Eti Tanzania kuna mtu analeta container za silaha. Si nani amepewa tenda za longo